Kutokusamehe ni kifungo. Wakati mwingine tunaendelea na maisha, lakini moyoni bado tumehifadhi tukio lililotuumiza. Tunajaribu kusahau, kujitenga au kuonekana tuko sawa, lakini maumivu hubaki kimya. Katika mfululizo huu, tunafuatilia hadithi ya Maria na Anna, na pole pole tunaelewa, kusamehe si kusema tu sawa. Ni safari ya kuachilia, kupona na kupata amani ya kweli moyoni. Kama umewahi kuumizwa, kusalitiwa au kushindwa kuachilia yaliyopita, mfululizo huu ni kwa ajili yako. Baada ya siku nyingi kupita, hakukuwa na ugomvi kati ya Maria na Anna. Hakukuwa na maneno makali. Hakukuwa na kufutana mitandaoni. Kwa nje, kila kitu kilionekana kawaida. Lakini ndani ya Maria, kitu kilikuwa kimebadilika. Kwanza, unaacha kuwa karibu nao. Maria hakuwahi kusema hataki kumwona Anna, lakini alianza kupata sababu nyingi. Anna akipendekeza kukutana, Maria alikuwa na kazi. Simu ikipigwa, aliiacha iliye kwanza. Ujumbe ulijibiwa baada ya saa nyingi au siku. Alijiambia, sina shida naye, nataka tu space. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Kila alipokuwa karibu na Anna, moyo wake ulikaza. Hakujisikia huru tena. Kicheko kilikuwa cha kulazimisha. Mazungumzo yalikuwa mafupi. Na aliporudi nyumbani, alihisi afadhali. Hapo ndipo ukweli ulikuanza kuonekana. Maria hakujiepusha na Anna kwa sababu hampendi. Alijiepusha kwa sababu maumivu yake yaliamka kila alipomwona. Dalili ya pili, unataka wengine wamuone kama unavyomwona. Siku moja, marafiki walikuwa wanazungumza kwa kawaida. Mtu mmoja akasema, Anna ni mtu mzuri sana. Maria alitabasamu, lakini si kwa amani. Akaanza kuelezea tukio lile. Hakusema uongo. Kila alichosema kilikuwa kweli. Lakini namna alivyosema ilikuwa nzito. Kila neno lilikuwa na maumivu yaliyofichwa. Na kila aliyesikiliza alianza kumbadilishia mtazamo Anna. Baada ya mazungumzo, Maria alihisi naufu kidogo. Lakini haikuwa uponyaji. Ilikuwa faraja ya muda ya kuona kuna watu wanaelewa upande wake. Bila kujua, Maria hakutafuta tu kueleweka. Alikafuta kuthibitishiwa kuwa alikuwa sahihi kubaki na uchungu. Dalili ya tatu. Kumbukumbu bado inaishi ndani yako. Miezi ilipita. Lakini tukio halikuisha. Siku moja alisikia jina la Anna likitajwa ghafla. Mapigo ya moyo yakabadilika. Sauti yake ikakakamaa. Mtu mwingine asingegundua, lakini ndani ya Maria kulikuwa na mawimbi ya hisia. Alijaribu kujifanya kawaida, lakini alishindwa. Ndipo akagundua, hakumbuki tu tukio. Analihisi tena. Kana kwamba limetokea jana. Wakati mwingine alikumbuka akiwa peke yake. Na ghafla machozi yakaanza kutoka. Hakutaka kulia. Lakini moyo haukusahau. Dalili ya nne, hasira hutokea mahali pasipohusika. Siku moja mtu alimkosea kidogo tu. Maria alijikuta amejibu kwa ukali mkubwa kuliko kawaida. Baadaye alikaa kimya na kujiuliza, kwa nini nimekasirika hivi kwa jambo dogo? Ukweli ulikuwa huu. Hasira haikutoka kwenye tukio la leo. Ilitoka kwenye jeraha la zamani. Maumivu ambayo hayajatibiwa hutafuta mlango wa kutoka. Kutokusamehe si lazima iwe chuki ya wazi. Waswahili wanasema, amepandisha sukari au ametema sumu. Mara nyingi hujificha kwenye umbali usioelezeka,
simulizi inayojirudia, ukali usioendana na tukio, au kumbukumbu inayouma kana kwamba imetokea jana. Mtu anaweza kuendelea na maisha yake, akacheka, akafanya kazi, akawa sawa mbele za watu, lakini moyo wake umebaki mahali alipoumizwa. Kutokusamehe ni kifungo. Wakati mwingine tunaendelea na maisha, lakini moyoni bado tumeifanya tukio lililotuumiza. Tunajaribu kusahau, kujiondoa au kuonekana tuko sawa, lakini maumivu hubaki kimya. Ndani ya Maria hakuna ugomvi, hakuna maneno makali, hakuna kufutana. Kwa nje kila kitu kiko sawa, lakini moyo wake umebaki mahali alipoumizwa. Sehemu inayofuatia tutaangalia kwa nini kusamehe huwa ngumu sana. Kwa sababu kusamehe si kusema sawa, ni kuachilia kile kinachoendelea kukuumiza kimya kimya. Usiruhusu tukio la jana liendelee kuamua amani yako ya leo. Karibu Elroy Rema.